Mambo vipi? Karibuni tena kwenye session nyingine ya Porojo za Kikapu. Porojo za Kikapu kwenye Kikapu Podcast. Kuna jambo brewing sasa hivi. Sawa, I saw a video. Was it last week? Ramadan Stars League. Ile initiative ya Odi Mchenga. Kwamba ni kitu kizuri bwana. Sure, ni kitu kizuri. According to Odi Mchenga ni lengo lake kuwa best mastaa. Sasa swali la kuja hivi. Tuna star Bongo. Star, they are rephrase. Do we have stars or do we have superstars? Tofauti ni nini? Who is a star? LeBron James. Steph Curry. You're a superstar. Steph, wale ni superstar. Steph was LeBron superstar. Lakini mtu kama Black Bill, he's a star. Okay. Sasa tuje kwa context yetu ya Bongo, kitabu chetu cha Bongo. Star ni nani? Utaambiwa define star. Definition fupi. Kwenye kikapu, kwenye ulimwengu mzima wa Bongo. Ulimwengu mzima wa Bongo. Lakini context ya kikapu, sisahau, tunaongelea kikapu. Bibi yetu. Kisha kinauma. Pia unajua kutokana na nini? Maybe kwa sababu hawaonekani, maybe sijui kipaumbele, yani hawapewi kipaumbele, lakini tuna watu ambao wanaofahamika, celebrities. Wale wanaofahamika kawaida yani. Lakini sio kwamba nikisema nizungumzie kwamba kwa mahaba yangu ya kikapu, nitakutajia mastaa ambao kadhaa ambao naweza kusema hawa ni mastaa. Sababu nimeona wakicheza different game and nchi tofauti na wameweza kutuonyesha uwezo wao. For example, of course, superstar tuna. Superstar tuna. Star ni nani? Superstar naye tunaye Hashim. Cheza miaka 5 NBA. And amedominate Asia wapi. That's our superstar. Then we have stars. Baraka Sadiki, Amini Nkosa, Tyrone Edward, Ajimbegu. Kwanza Ajimbegu unajua unajua ali fulani, unajua Anthony Davis fulani, hadi moves zake uwanjani. Bwana Mchenga akwambia mastaa wa Bongo hawana thamani. Wacheza kikapu. Mastaa wacheza kikapu hawana thamani. Huo ni ukweli. So uongo. Hiyo ni kweli kabisa. So uongo. Thamani inakujaje kwa mcheza kikapu? Thamani inakujaje? Thamani ya mcheza kikapu inaanzia kwake binafsi of course. Jinsi anavyojiweka. Tuliongea na Amini kwenye episode ya kwanza. Alizungumzia bidhaa. Exactly. Yes. Bidhaa. Na hisi niliona comment ya Peter ali bold, yani unajua mambo ya bold ni bold conversation. Sawa, ali bold pale kwamba sisi ni bidhaa, kitu kama hicho, right? Exactly. Kwa mchezaji kujitambua ni kitu muhimu sana. Na hicho ni kitu ambacho tumekosa wachezaji wetu wengi hawajitambui. For example, tunaendaga mara kibao kwenye games. Inasikitisha muda mwingine. Naomba kufafanua kujitambua kivipi? Yaani unajua neno kujitambua ni kubwa sana. Kujitambua kama wewe ni mchezaji, hilo la kwanza. Kujua umuhimu wako kama mchezaji. Sawa. Usafi pia. Star lazima ana drip. Exactly. Sima upendeze mzee. Mtashtukaje? Yaani bro, tunaonaje kina Jaiva akijaga kwenye basketball, unaona anapopoa na Kajala. Umeelewa? Aziziki. Akina Aziziki, Hamisa, watu Hamisa na Aziziki. Tunaona wastaa wengi wakija. Umeona kwa mfano tu. Hamna kitu tunashangaga sana. Msiseme kwa sababu labda nimevaa jezi, hapana.
Ngaya. Mimi simeshindwa bwana kuja uwanjani. Hatujali, sisi tumeenda uwanjani na tunaendelea kusebenza. So nashangaga yani anakuja mtu kama Engineer Hersi. Yes, president pale. Au Alikamwe, au like na Priva. Sometime unamuonaga yule jamaa mmoja wa Azam, nani yule? Ni CEO Azam, Boban nani? CEO Azam team. Azam Football Club. Chile jamaa kama shombi. Ana jina fulani hivi. Boban ana jina fulani hivi. Yani watu wanawashangaa. Unajua wao wanawashangaa. Yani mwanangu wale watu wamekuja pale smart. Wamekuja wanajielewa. Kapendeza. Wale wanakuja kama ma investor. Alafu akigeuka hivi anakutana mtu bugu lake vumbi. Katoka kumuona kama dakika 3 zilizopita hapo, labda ndo walikuja game ya mwisho zile last minute na nini. Hasa najiuliza huyu anacheza, huyu ni mchezaji au haeleweki. Yani haeleweki. Sijui umeelewa. Hapo tunaanza kuona kabisa ni tuna tatizo. Kuna kitu ambacho notice kwa ustar. Kwa kitu kinaitwa scarcity. Okay. Yani lazima usiwe unaonekana. Yani mtu ikutana na yeye mshtukia kwamba kumbe upo. Tapo mfano. Kuka mwaka jana mwaka juzi kwa sababu mwaka jana Dodoma alienda kwenye Title Cup. No, NBL mwaka jana umeenda NBL mwaka juzi. NBL Dodoma. Siku ya finali ya mwisho. Wanasaudia sana wachezaji lazima wataalamu bongo. Mwambia bamba lake. No sana. God damn it. Uwanja wa home. Sasa wachezaji kitapo wanapokuwa lazima wawe na big click yani. Asiji click ambacho nilikuwa nimekaa mimi hata. Vibe ana kama dakika kadhaa. Na hivi namuona Baraka Sadiq na Ali nani watokea. Ndio ilipotokea bro. Yani aura different hii ndo stardom yenyewe. Yani kwamba ile hapo kila sehemu. Haonekani, unataka kuonekana. Yani kwa nini mtu anaenda kwenye game pale? Ana game saa 10. Si ndio? Anaenda saa 2 asubuhi. Game zinaanza saa 2 pale. Kuna game za saa 2 mpaka saa 4, saa 4 mpaka saa 6. Ana game saa 10 ila anaenda pale saa 2 yani. Unamkuta yani kapauka ni mshikaji wangu yani. Amba kugelege msoishi. Yani saa kuna lazi timu ukiwa mchafu mzee. Tukiwa huku mtaani tunaambiwa mchezo mnaoshabikia mnaoongelea wa mabisho. Lakini wa mabisho wenyewe tukija uwanjani no man, nasikitisha sometimes. Nasikitisha mwanangu. Wachezaji hebu kueni wasafi. Na hii ni kwa wote, yani kwa madada na kwa ma brothers. Sio kwamba we are disrespecting you guys. No. Tunataka kuwaona. Ona leo hii kule ushakutana na Mkude mzoa vishuge. Tega anapiga vichuga lakini anapendeza. Hata wapi? Sheki wangu tumekaa na kina nani yule raipo amekaa pale na sema sheki wangu amekaa mchezaji wengi sana. Kwanza ndio set kushindika. Kongo Yanga bwana huyo famous sana bwana. Ashikaji fulani. Yule alikuja kawaga Mtanzania au alikuwa nani? Yule Mtombo si nani? Makambo kashakaa pale, amekaa pale jamaa mmoja anaitwa Husu, amekaa pale Sin, yani unaona kabisa wale nakumbuka zamani kinakaa Coutinho shakaga pale, unajua Coutinho kama unamkumbuka Coutinho wa Yanga shakaa pale. Okay. Coutinho kashakaa. Wala shikaji mwanangu kwa pale. Achiko kwenye gari wewe utuli unausikia. Anakuachia pale. Shangazi. Anakuachia utuli kama fungua mlango hata kama yupo mtu kuna kifaa kimepita hapa. Anakuachia yani harufu kama sefinde kazae. Unakwambia ukweli kuna ofisi ambazo mimi naendaga utacheka yani.
yani kuna muda yani ukipanda kwenye lift unataka kama usitoke, yani kuna utuli fulani, umeelewa? Yani unajua yani kuna utuli unasema da utuli kama ungebaki. So Mbona ni jambo zuri. wajibrandi, wao ni bidhaa, wajue kwamba wao ni wajue thamani yao, wasichukulie poa. Unajua ukichukulia poa, nimezungumzia hao washikaji, hao watu nakutajia wachache, for example wakina engineer maybe kwa sababu wana channel kubwa, kwa mfano jamaa wa Azam, ule CEO wa Azam, umeelewa, wanakujaga pale mashabiki wa kwanza. Nikwambie mashabiki wa football ni wengi sana wanakuja kwenye ligi siku. okay, sio, umeelewa? Afu ni mashabiki ambao wana invest. Shout out to Bullet Security. Wana invest noma sana, noma sana. Jamaa amejitoa sana last year. Noma sana. Alichukua alienda alizamini JKT, Chenga, nani? Nagira Semedi Sambaza mmoja hivi. Noma sana. Wewe security. Proper sana. Yani unaona, yani ndo wale ambao ndo wanaweza wakadhamini wakupata hata influencer wa kazi zao, lakini wanakuja pale wanaona da wanakuwa unajua. Okay, nitaongelea kwa engo wewe hizi highlights. Ever since I started creating highlights hapa na pale, also kuna wachezaji ambao walikuwa na shoot tunaongelea Baraka Sadiq, watu wanachukulia kama vile mshikaji anapenda sana kamera lenu sio na nini mva. Sasa kuliongea offline tuliongea sana hivi sasa. Hili jambo ni zuri in terms of branding. Mama anajua yani anajua ni rahisi sana gigs kufikia kwa sababu anaonekana ukiingia kwenye page yake na Sadiq iko proper yani. Yeah. Na ilijieleza miaka mitatu nyuma Taifa Cup, kama unakumbuka ile ambayo walikuwa CRDB na GSM walizamini. Mtu alojaa kwenye mabango ni Baraka Sadiq. You know why? He's smart. Anajua kujibrand. Baraka yani Baraka swala mguu wa kudundia. Lazima uwe clean. Noma. Mtu mwingine Babui wa Savio. Na drip, ule jamaa na drip. Mimi binafsi watu wa JKT wale noma sana, sio wachezaji wengi. Yani nimekuja yani wafanye yani wako proper, yani unajua wako proper. Nasema okay, yule ni basketball player. Ronaldo drip. Kwanza Ronaldo ana kikru chake hivi. Ronaldo, Coach Dizo, Sabibi hivi. Wale watu tunaona. Alafu anamchukua dada mmoja anaitwa Amina Kasu. Kuaga naye kama ndio sijui shemeji yupo pale shemeji. Sijui kwa sababu sida. Amina nani? Kasu, Amina Kasu. Kile kikuu unachokiona cha Ronaldo kile kijaanza pale, yani kianza miaka mitatu, kimeanza way back, you know, kwa sababu nimesoma nao wale. Okay. Nimesoma na Amina, nimesoma na Ronaldo, nimesoma na Daudi, nimesoma na Sabibi, Lord Baden. So tukirudi kwenye point yetu kwenye swala la ustar, branding. Kujibrand ni shida sana kwa. Kujibrand kwa kama vile kuwe na seminar maalum ambayo tutaelezea wachezaji umuhimu wa kujibrand. Na kwa game pia. Ukiangalia wachezaji na hata makocha. Kwa muda tunarudi kwa tumechagua kutengeneza highlights. Kwa muda tunaweza highlights na mtu kuchafua kinoma. Alafu namtafuta Insta ana account. Au hata kama anayo ana followers 20 12. Unajua, inaenda sana 100. Issue ni kujitambua. Yaani wengi wanacheza hawajitambui. Yaani anacheza, tunajua anacheza tu, mimi nacheza tu basketball. Mimi nacheza basketball. Inabidi ujitambue. Wewe ni bidhaa, yaani narudi pale pale. Wewe ni bidhaa, inabidi ujitambue. Unavyojitambua vile ndo mtu anakuja na invest. Oya pale, acha nitie mzigo pale kuna kitu. Bodi Mchenga anasema lengo sio lengo, outcome.
anatarajia katika hii Ramadhani Stars uwe na wachezaji hata wawili au mmoja ambaye anaweza atakula deal la sponsorship kwa any brand. Sasa unapataje deal la sponsorship? Kwa lazima uwe online present. Sio like yani Kweli. lazima uwe uongo fulani hivi ambao kwa sababu watakutumia hela Kwanza matangazo. Hawezi. Inakuwa ngumu. Na ukiangalia wachezaji wetu yani mimi tu wengi nimewapita followers. Mimi hawezi amini, hamna mtu anayemkubali. Sometime naangalia social media yake na enjoy kama Baraka. Naamini mkose. Amini ana shida moja, anajivuta kwenye kupost. Ni mtu wa anajisikilizia sana. Unajua mimi naelewa. Hii tasnia ya social media mwarabu sio kila mtu. Maybe timu zetu zinavyokuwa zinaandaa uongozi wao, na hizi ni timu zote 15. Ziko 15, right? 16. You did your research. Okay, that's great. Katika timu 16, rahisi kila timu wajaribu kutengeneza bajeti kwa ajili ya watu wa branding. Waweze kuwa brand wa. Yes. Alafu pia wafanye kazi kimikataba. Yaani mimi wewe Peter nakuchukua kwenye timu yangu, nataka ucheze kwangu kwa miaka 3, misimu 3. Lakini misimu 3 yangu mimi target yangu nataka champion. That's one. Sawa, hilo one. Kila timu itataka hicho kitu. Lakini cha pili, utaifikisha wapi timu na ustaa wako wewe? Sawa. Au timu itakufikisha wapi wewe? Sawa. Kwa lazima muwe na CSR activities as a team. Sawa. In CSR activities kwenye ligi yetu ya kikapu zipo, lakini zipo low key. Tutafanya viclinic. Viclinic vya kawaida. Tutashangaa tu labda tutasikia labda Lioness wamejichango wameenda kwa watoto yatima. Sawa. Sijui umeelewa? Yeah. Basi watupe hizo. Hizo ni moja kati ya branding kwa wao. Tunawajua kitu gani wanafanya. Exactly. Sawa, vinatuvutia zaidi. Umeelewa? No, JKT, ABC wanajitahidi lakini hawana proper person wa kurun digital zao. Exactly. And most of the team. No, lakini for example, Outsiders wamejitahidi mwaka msimu uliopita. City wako. City walizatiti. Kamba fara wanakuja wameletea game picha kama mvua. Alafu Tausiloyo na Outsiders wadia moja tu Mzee. He's real good, man. He's real good, man. He's a traveler photographer. Okay. Yeah, lazima uko unamjua Mzee. Kwanza Mzee baba yake alicheza kikapu Pazi zamani. Okay. So na yeye mwenyewe kama amekuja kulipa fadhila hivi kwenye kikapu, ndo anatengeneza content za Tausiloyo. Ndo wanaona page man. Page na. For example, mimi tunazungumzia swala la kujibrand, tunaenda mbali. Mfano wetu Tausiloyo. Niambie timu gani Bongo hii inajibrand? Sawa, tuache kuziweka kwamba za kike sio za kiume. Tuzungumzie kwenye ulimwengu wa kikapu. Sawa. Hamna Tausi kama Tausiloyo. Starting from the coaches wanavyojibrand, wanatupa update ya mazoezi sana. Umeelewa? Juskati walikuwa na tryout bwana No sir. Mangu nilipata goosebumps. No man. Mara ya kwanza kuona kitu kama kile. Unajua mimi nishazoea kuona the thing is inaweza kawa vitu vivyo vinafanyika. Tunachokiongelea hapa, hivyo vitu unaweza kukuta vinafanyika ila sando kuvipost kwenye social media. Tujue yani, unajua kwa sababu sasa hivi kila kitu kiko kwenye kiganja. Nini watu wanafanya vitu. Lakini sasa ndio hivyo low key. Hatutaki iwe hivyo, sisi tunataka. Haya, ukishafanya unaenda kanavyo chumbani kwako kufanya nini? Imagine okay. Let me just say basi. Tunaenda karibia na karibia kuanza RBA, si ndio? Utaona timu ngapi zitafanya media day. Tupo hapa. Lakini media day inahitajika ligi ifanye. Yani ligi isupport teams. No, media day ni ligi inabidi ifanye. Azam wale, NBC wale wakiwa na media day, mtasaishwa kama ndakosea.
wanatuma salamu kwa timu zote, wanataka picha za hizi za wachezaji, wanataka kitu fulani kwa wachezaji, wanataka kitu fulani, na ndio maana unajikuta wale, umeshaangalia promo za Azam za wachezaji za NBC Premier, oya zimenyooka bro, no. Picha, graffiti, everything. Sawa, mimi siamini kama tunaweza kumpata mtu wa kununua jezi na kusupport timu kwenye shughuli za hapa na pale. Siamini kama tunakosa eti kumtengea kimshahara kidogo content creator aje tu kwenye game zenu. Mambo rahisi. Inshallah kwa kijana wetu mmoja Fredo. Jamaa anafanya kazi. Fredo ameni blandi. Amegonga picha nyingi. Shout kwa Fredo na amepiga wachezaji wengi sana. Especially kwanza ule ni personal photographer Amini Nkosa. Watu hawajui tu. Yaani ule anaenda pale kupiga picha kwenye uwanja kwa baby game ya mchenga ikicheza ni kwa sababu ya Amini Nkosa. Tunarudi kule. Tunarudi Baraka nishamsikia naye anamwambia nipige mimi nitakuwa na kucheki. Yaani pata picha mtu anatoa yake mfukoni kwa ajili ya matukio yake. Tunao wangapi hao? Unajuaga ile Fiore gari jekundu. Mimi leo nikikuuliza hapa utangia umetoka nyumbani, umeona gari nyekundu ngapi, unaweza kusema hujaona gari. Sawa. And the same as the opportunities zinavokupita kwenye macho yako. Umeelewa? Maybe wachezaji waioni masuala ya kujibrand as opportunity for them kwenye kukua, kwenye kuonyesha. Sawa. Leo hii hapa wachezaji wa Rwanda na wa Tanzania wakikaa wali hate ugali upo, lakini wa Rwanda wakishukaga tu hapa kwenye ligi zetu wanaona oya ugali umeingia. Sio, unaelewa? Wachezaji wanatakiwa wajibrandi, wajue thamani yao wakiwa wanacheza, wasilete mieyusho. Sisi wenyewe tumechoka kuwaona kila siku mko sawa na sisi. Yaani hamna tofauti kati ya shabiki na mchezaji bwana. Kuna muda unaweza kumwangalia Hashim na muuliza hivi ublaza kuchukuaga uraia wa Nyamwezi. Yaani anapula hapo, yani uwanja mzima ushtuke. Yaani kuna wale mimi nawajuaga, kuna wale haters wale ambao unajua kwenye hii michezo yetu hii kuna haters wengi sana. Yaani kuna wale haters kuto love sometimes Hashim akiingia yani kwamba si muangalie lakini sisi mmalizia mkubwa. Yaani kweli ile kiingia lazima uliangalie. So same akina Ronaldo anapendaga sana. Ronaldo anajua akijega kwenye ligi kwa wachezi wana kisehemu chao pale mbele. Wanaikaga hadi sijui kanga sijui au hata viti vile wanaenda wanakaa wanapiga picha nyingi sana. Wanajibrand wanapendeza safi. Inatakiwa hivyo. Kuna milioni 3 imetangazwa kwa mshindi. 3 Ramadhani Cup hiyo. Sema kuna kitu kimenishtua. Kuna kitu kimenishtua kama hii box 3 ni milioni 3. Licha tu ya kusema box 3 kimenishtua kwamba wakati nafanya mmoja jana unaisakwisa. Bana noma sana. Yaani kusikia kwamba hiyo ndio pesa kubwa ndani ya miaka 5 ambayo aliwahi kuiona. Yaani tangu ameanza kucheza basketball. Yeye ameniambia kwa miaka 5 nyuma. So mimi ninavyojua naiunganisha tangu ameanza kucheza basketball. Sawa, yani milioni 3 ni hela nyingi sana. Sawa. Pia kama useme timu ishinde ni hela ndogo sana pia. Yaani box 3 ni nzuri. Mimi sitakuwa ni incentive nzuri kwa wachezaji ambao wapo kwenye ligi ambao watatarajia kuwa drafted. Maana nasikia kwa draft unajua. Kwenye Ramadhan Stars. Draft ya star. Tutaiona. Donge nono milioni 3 na nilizozisikia za chini za kunyapia hazina uhakika kwamba zawadi zinaweza zikaongezeka. So naombea na mimi jamani, naomba na wenzangu jamani, Kika Podcast wenzangu kwamba tunawaombea wadhamini. Kama unajua kama wewe ni mdhamini unakipenda kikapu, unapenda game, unapenda kuona kikapu kinakuwa,
So huu ndo muda wako, dhamini kwenye Ramazan Star League tuweze kuona hao mastaa, kwa sababu Mudi Mchenga kama unakumbuka kwenye kwenye mahojiano yangu mimi na yeye mafupi na tuliyakatisha hapa, najua alikuwa ni marefu zaidi. Passion yake ni kutaka kuona Bongo tuna mastaa wa basket, yani leo hii, yani mtu akiingia lazima ukumbuke. Naye ujamaa huyu hatari, anacheza alafu anajipenda, msafi, clean, maendeleo. Sijui umeelewa? Kila siku tumebaki kuangalia tu wacheza mpira wa miguu na maendeleo, wacheza ngumi wana maendeleo. Boxing bro, from Uwanja Fisi, from Tandale, Manzese kula Sinikeko. Leo hii boxing tunaenda kuiangalia pale the Superdome. Ziza Superdome na hii the next door pia, next door arena na the Superdome. Noma sana. Tunaenda kuangalia mashindano ya ngumi. Sawa. Sisi kikapu tunafeli wapi? Hivi mbona hii movement ya Mchenga Sports Academy? Ya watoto wapi Pia Mudi bwana, Mudi okay, kuna vizazi vya wachezaji. Hivi Mudi anawatuaga, hivi Mudi unawatuaga wapi ya wachezaji? Kiukweli naweza nikamwelezea. So kwamba kanifundisha sana kidogo tu, yani kuna wachezaji wengi sana kwenye ligi yetu. Wanamtokea kwa Mudi. Hebu nitajie watano. Wanaweza wasifike, ila nikikutajia hata 3 4. Amini Mkosa kapita kwa Mudi. Musa Chacha kapita kwa Mudi. Baraka Sabira. Baraka hajapita sio, lakini kapita pia kwa coach Mudi. Mtu mwingine au akina Mafuzi au naona Charles kapita kwa Mudi. Charles kapita kwa Mudi. Kuna game fulani Charles akicheza kama Mudi yani you know. Yes. Yani kuna muda ma point guard ufundishaga na Mudi ukiwaona hivi. Evans alikuwa na mshikaji wake mmoja, I don't remember his name, next to Thai Street someone hivyo. Windy Flare. Kama Muende. Shamkumbuka. Wale jamaa alikuwa machizi pamoja. Yeye alikuwa na kwa mtu kama Evans, Baraka, Musa Chacha, Amini Mkosa. Unaona yani kuna watu fulani ambao sasa hivi ndo wao mastaa wetu ndo mastaa wetu. Kwa hiyo watu wengi wamepita kwa Mudi. Ni kocha mmoja bora sana. Mudi kuna ana kipaji cha ziada pia. Ana kipaji cha ziada cha kujua mchezaji mkali. Mimi nilikwambia sisi anajua. Nakumbuka back in 2010 ndo naanza rasmi kucheza kikapu formal, kikapu fulani cha sio yani proper. Tafuta uwanja nikasema leo ndio doni kama kumbuka mtoto wa Pazi unajua. Mtoto wa Pazi unajua. Jana VBC, lakini brother yake alikuwa anakaa Pazi ba. Okay. Medunda Pazi. VBC. Yaani ni VBC ukichana hivi damu hivi. VBC. Hapa ni VBC ukifanya hivi mimi na Savio hapa. Usikie bwana. Doni ni pop. Kumbuka ile track nimekula labda nimekula jezi fulani. Akutana na Mudi Mchenga kanaangalia. Yaani kikapu nilikuwa nacheza lakini sio kikapu fulani. Umeelewa? Na dunda basics za kikapu zipo. Akutana Mudi Mchenga kanaangalia. Shikamoo coach. Labda. Mimi coach meta cheza kikapu. Mimi nacheza. Tupo wenyewe hapo uwanjani hapo. Uwanja ndani huo. Mimi nacheza. Na mimi nacheza. Kauli mbaya kumwambia kocha ule. Let me show you. Tupia mpira, shika mpira. Nenda leo 100. Full court. Oya, nilimwangalia mara 2 100. Yani full court baba. Babako nikaanza kachukua mpira nikautua. Kwanza nikafunguka. Ya pili, asa kumbe alikuwa anaangalia kushoto, nilikuwa kama vile na struggle na weakness. Ile kama tano hii. Basi acha. Nikaanza kuongea naye hapo nini strength zako, weakness nini, lakini ile sasa hivi nikikaa thinking about it noma sana, yani ilikuwa ni kitu fulani positive sana. Mmesema Mudi ana jicho la kuona sana. Mimi sikatai spin kwa sababu gani?
Kipindi cha nyuma kuna mashindano ya Sprite EATV walikuwa na Bibo Kings. Yeah. Mchenga amechukua ile mashindano mara 3 mfululizo. Mchenga alichukua back to back. Mchenga kapiga mara 3 mfululizo. Mimi nimeshiriki ile mashindano ya mwisho. Chama yake alikumbuka Oya alikuwa anajua kuselect watu. You understand? Yani anajua kwamba point guard wangu Baraka. Nina namba 2 wangu, namba 3 wangu Musa Chacha. Chini pale alikuwa na jamaa anaitwa nani Maziwa hivyo kina Maziwa alikuwa yani kwenye chama yake alikuwa amechagua alikuwa amechagua watu kiasi cha kwamba afu naye kwa sababu kacheza. Unajua the good thing about Joshua kwa Maziwa kwanza Maziwa no sasa. Maziwa amecheza D-League hii na vijana Okay. Kwenye timu ya vijana inaitwaje hii? Jacket. Yellow Jacket. Yellow Jacket. Yellow Jacket. Najua timu ya 3 ya vijana ni Yellow Jacket. Yes, amecheza na wale kwa watu waliosoma na Maziwa Tumaini wanasema Maziwa mdogo wake ni mkali kushinda yeye. Okay. mdogo wake. Yupo Dar es Salaam. Sijajua yuko wapi. Okay. Unajua Maziwa ana vitu vyake lakini Maziwa sio finish. Ana game moja hivi noma sana yani ni mtu fani wa kunata. Ni mtu fani wa kunata hivi.